wendo wakuokelete wa mama na girlfriendi, wendo wakuokelete wa tata na boyfriendi, wambendiye na kwani munini nundu wingai, wambendiye na kwani munini nundu wingai, nyamutinda ngwitwa mwana waku nundu wamo tamukamba ngwitwa mwana waku ngai wa mivango nikwendewe ngai wa mivango nikwendewe hai wantosha Mungu kweli wewe wanitosha. Yelelelele wantosha, wale wengine wote ni chocha. Wantosha, Mungu kweli wewe wanitosha. Yelelelele wantosha, wale wengine wote ni chocha. Utaipata kwa YouTube GGM Music Mr. Steve. Na Koi. sawa, tuchekiane hapo. Anyway, we thank you for the support. Mwenye anatutosha Yesu Kristo. Amen. Yesu. Kama ni safari nyingi nimesafiri, nikapanda gari pia hata na feri. Kama ni safari nyingi nimesafiri, nikapanda ndege pia hata na feri. Nikikitafuta chochote kile kingeweza nitosha, nimekitafuta popote mijini kote naocha. Nikikitafuta chochote kile kingeweza nitosha, nimekitafuta popote mijini kote naocha. Wantosha Yelelelelile wantosha, wale wengine wote ni chocha. Wantosha Yelelelelile wantosha, wale wengine wote ni chocha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Karibu sana kwa Sioka Show. Na Sioka Show kuna mtu wako wa power anaitwa Nico Green. Na Nico Green leo ako na story tu kidogo. Hii inaitwa zile stories za Nico. Stories za Nico leo. Kuna kijana mmoja tulipatana na yeye place fulani. Huyo kijana alikuwa tu young. Na ndio maana nimeanza na hiyo song, kwa sababu hiyo sio song yangu, lakini nilikuwa part of it. Na kitu moja wanajambianga, because it was one of my ever best songs nishaiandika ama nishaikuwa featured on ama ni in, ni hiyo song. Na hiyo song yani naipendanga tu sana. Saa zingine nikiwa pa kenjani ama nikiwa tu studio lazima niweke, nicheze, nisikize vizuri, unajua So hii song iliandikwaje, iliandikwa lini, na hii song, wacha tuongea about hii song siku ya leo. So song yenyewe inaitwa Wantosha. Wantosha ni song imeimbwa na The Koi na Nico Green, but Nico Green that time alikuwa amejibrand kama Tamukamba, and I will tell you why. Sasa Nico Green ameanza solo career ama ameanza kama solo artist back in 2016, na 2016 akapambana. 2017 akakuja akafanya album moja na akafanya album launch enye ilikuwa pale AIC Katutu tarehe 9 mwezi wa 7 2017 enye ilikuwa fiti sana, ilikuwa fresh sana. So after nimefanya hiyo album launch, ilikuwa mwezi wa 7 hapo. So after nishafanya hiyo album launch, kuna kitu moja God aliniambia nifanye. Aliniambia nianzishe kitu ilikuwa inaitwa Sioka Show. Sioka Show, the theme of it was, Sioka Show was ikuwa inafanyika kila time ma students ama every holiday wase wakirudi shule. The last Sunday wase wakirudi shule ndio tulikuwa tufanye Sioka Show. Na hiyo ilikuwa ianze kuhappen 2018 because the idea nilipata 2017, towards the end of 2017. So nikajua nitakuwa nahitaji a few artists wale tutakuwa tunafanya na wao hiyo show. Tukifanya show kwa mayouth, kupatia pia mayouth
a chance maze kushowcase their talents wale wako shule, kwa sababu mimi nikigrow hizi ni vitu hazikukua, so I was just trying kutengeneza new platform kwa new talents, ama ni just a way to give a new talent a platform just to grow maze. So after nimefanya album launch, kuna group nilikuja nikatengeneza, ilikuwa inaitwa GGA Generation. Kumbuka mimi nilikuwa nimeanza music in a group of 3 enye tulikuwa tunaitwa GGA Music. GGA Music kulikuwa PJs, kulikuwa Shadio, alafu kulikuwa mimi Mr. Green. So nikakuja nikatengeneza group ingine ilikuwa inaitwa GGA Generation. Sasa hii ni ya wale wote walikuwa wanataka support the idea of what I was coming to do. And remember that time pia nilikuwa naenda kwa mashule sana, nilikuwa naenda high school, nilikuwa naenda primary schools just for motivational talks. So nikaona after tushaongea nao ma students huko shule, lazima tuwafanyie kitu wakati wanarudi shule, and that was a show just to give them that platform. So kwa hiyo group nikakuja nikaandika like this year ama starting next year nataka kufanya collab na wase wa kutoka huko nyumbani, wale sikuwa najua. And luckily enough vile nilieka hii group kulikuwa msee mmoja alikuwa anaitwa George. Sasa George ni alikuwa na namba ya Sti Koikoi, na mimi Sti sikuwa namjua. So wakati nimepost hivyo, kumbe Sti alikuwa amewekwa kwa hiyo group. So vile nilipost hivyo nikaona a new number a new number imenitext ikaniambia ni aje Mr. Green, mimi naitwa Sti, natoka huku na mimi ni msanii. So I was like wewe ni nani? So akanielezea kumbe Sti brother yake anaitwa Michael Kimanzi, I think so. Yes. So brother yake tulisoma na yeye. So naye Sti ni last born kwao. So that means alikuwa young hiyo time tulikuwa tunasoma. Of course tulisoma primary school. So tukaenda shule different. Yani sikuwa namjua. So vile aliniambia hivyo, hiyo time nilikuwa Nairobi town, nilikuwa na hustle zangu tu. Na yeye alikuwa shule. That time I think alikuwa university. But during that time alikuwa long holidays. Zile long holidays are public universities. So hiyo time alikuwa Nairobi pia yeye. So akiwa Nairobi nikaona text, nikamuuliza uko wapi, akaniambia niko Buru. So nikamwambia basi tunaweza patana town. Akaniambia sawa, nitakuja maafte. Hiyo siku tu alinitext, nikamuuliza uko wapi, niko haya, akakuja. Sasa akakuja nikaona sasa huyu ni nani? Kamsee kamechapa mazee, yani kamsee kandogo, kamsee kakona manywele, yani nywele kubwa kiafro kingine hapo. Sasa nikashindwa huyu ni nani. Alafu sasa kalikuwa kamevaa ka t-shirt ka white, t-shirt ya red, na alikuwa amevaa trouser ya white, alafu ka kiatu kingine hata sijui, na ilikuwa na vumbi. Sasa nikashindwa kutoka tu Buruburu kuja town. Mazini wapi unatoa hiyo vumbi? Unatoa hiyo vumbi wapi? Ama umetembea mpaka Stadi alafu ukachukua tu gari ya kuingiza town? By the way, Sti tuambie hiyo siku ukikuja to meet, hiyo vumbi yote ulikuwa umetoa wapi? Ulikuwa umetoa tu Buru ama ulikuwa shughuli zingine? Anyway, so tukapatana hapo karibu na Nairobi Cinema. Tukapatana hapo. Alafu sasa ananichocha, ananiambia ni aje msanii, tuende hivi tukunywa kasoda. Nikamcheki tu hivi, huyu msee hata ni kama hata ana ka transport ya kurudi. So nikamwambia hapana, tuchill tu hapa, tuko tu sawa. Anyway, nilikuwa namchocha because there was nothing as in sikuwa nataka kumweka kwa hiyo feeling ya ati tukipatana jumii, tukipatana lazima akuwe agaramike pia. So I just wanted to, nilikuwa nataka tukue tu na meeting tu, just a very pure meeting to ongea about music, because for sure nilikuwa nataka kufanya collab na wasee. So yeye akanichapia, mimi naitangwa Sti, tukajuana. Nikamuuliza ushaifanya music? Hiyo time alikuwa anafanya sana ngoma za church. Hizo ngoma za church ni kadho, so that kind of alikuwa anapiga keyboard, hizo style za Catholic. So akaniambia mimi nafunzanga Catholic, alafu mimi napiganga hiki kitu inaitwa, pia nafanya muziki. Nikamuuliza kama kuna music ashaifanya, akaniambia yeah. So akanitumia song yake. Hiyo song sasa alikuwa anataka
actually alikuwa anataka nimguide sasa vile ataendelea kufanya music. So nikamwambia lete ngoma yako niende nikasikize, hata ndio niweze kuadvise unaweza fanya style gani, ama pia nijue ni style yake gani poa anafanya. So mi nikaenda na hiyo song. So vile nilienda na hiyo song, nikaenda nikaisikiza mara ya kwanza, mara ya pili. Wakati naendelea kuisikiza, kuna part alikuwa ameacha ka bridge, na hiyo bridge ilikuwa ni kama ya 30 seconds hivi. So kwa hiyo bridge mi nikaanza kupata kitu ya kwanza. Nilikuwa nimemwambia ngoma yenyewe ilikuwa na quality ilikuwa down kidogo in terms of production. So nilikuwa nimemwadvise hii ngoma hata ni ngoma poa, message iko poa, na I wish unaweza irudia kwa studio yenye mimi nilikuwa nafanya music. So vile nilimwambia hivyo, nikamwambia ni sawa, but the more nilikuwa naendelea kuisikiza, the more nilikuwa na feel I need to be in this song, though sikuwa nimemwambia. So mimi nikaanza kuandika within 30 minutes kusikiza hiyo song, nikakuwa na verse yangu. Basi sasa sikuwa nimemwambia. So nikamwambia ni aje, by the way nataka to meet kama next week hivi. Nataka to meet. Tulimit nayo na Friday, then nikamwambia nataka tutafute siku yoyote on following week to meet. So vile tulimit, mimi ikabidi nikaenda huko Buru. So tukaenda huko Buru tukaketi. So kwa keja yake by the way ndio sasa tukajuana zaidi. Akaanza kuniambia by the way hiyo ngoma hata sio yeye peke yake amefanya na best yake mwingine wa Kadho pia. Nikamwambia ni sawa, nikamuuliza by the way mimi nilikuwa nataka mwende mfanye hii ngoma kwa studio yenye mimi nafanyanga music, but pia na feel naweza ka verse maze, unaonaje? Yakaniambia maze, kwanza nitabambika sana ukiweka ka verse. Nikamwambia sawa basi, si unisikizie basi. Akasikiza verse yangu, akaifeel, akasema iko sawa, akabonga na best yake. Sasa vile alibonga na best yako akasema basi ni sawa, kama nitakuwa kwa hiyo ngoma acha basi tuende tufanye. So si tukabuku studio. Mimi nilikuwa nafanya ngoma hiyo time, nilikuwa nafanya D-Wave Records, tukiwa na Manu Neta once again huko Kitui. Sasa Kitui tukapanga siku ya kwenda, lakini hiyo siku ya kwenda maze si walinitesa sana. Tukapanga tuende huko. Hiyo time mimi tukipanga time na wewe nilikuwa naamua mapema because nilikuwa nataka kufanya music tupitie home alafu turudi. So mimi nikarauka mapema, nikamwambia that time siku yenye tulibook, I think tulibook studio na Saturday, but on Friday mimi nilikuwa Machakos, nilikuwa na shughuli huko. Nikamwambia nitatoka Macha niende studio, nyinyi mtoke huko mkam through tupatane Kitui. So mimi nikafika, tukapanga tupatane saa 3. Mazi kufika saa 3 wasi hata na wapigia simu hata washiki. Sasa hiyo tumebook studio session mazi. Sasa nashindwa, sasa hizi ni gani za upcoming? Amwezi mka keep time. Tukawangoja kitu saa 4 huko, wakaanza kushika simu, akaniambia tunakuja mazi, tunakuja tu. Wacha wase wakuje. Sasa artisti sasa anakuja, anafika studio, anafika peke yake mbele ya huyo msee mwingine. Sasa nikamuuliza, na huyo msee mwingine ako wapi? Sasa song tutafanya aje jo? Akaniambia bado anakuja. Namwambia ni sawa tu. Yani nikakuwa nimeanza kuboeka juu. Unajua pia muziki inakuanga na psyche yake. Ukikaa studio sana when you are doing nothing, na unajua ulikuwa unakuja kurecord, kuna vile morale inaenda chini, kuna vile producer pia, kuna vile alikuwa amepanga time yake, unapata morale yake imeanza kwenda chini. But tukasema tumetoka Nairobi, acha tufanye. Tukaingia hapo na Steve, tukatayarisha beat maze, beat ikatokea vizuri sana. Shukrani sana Manu Neta maze kutupatia kitu kama hiyo, na ngoma ikatokea vizuri sana. Tukakaa huyo best yake akafika, si tukaendelea kuweka mavasi, na yeye akafika, akasikiza ngoma vizuri. Yani the ngoma ilikuwa so easy, ilikuwa simple vizuri. Akaweka verses, tukaweka ma-andrips, na si tukakafunga. Alafu sasa tukarudi mtatu. Na hivyo ndivyo tulimit na Steve. Na hii ni song moja nilikuwa nahitaji sana, kwa sababu hiyo time nilikuwa nataka kufanya kind of chakacha music, na hii chakacha music iko na kikamba. So mimi nilikuwa na focus sana kuweka kikamba in every song nilikuwa featured in. That's why nilikuwa nimejibrand Tamu Kamba. So kwa fasi yangu nikasema wendo wakuukilite wa mama na girlfriendi, wendo wakuukilite wa tata,
na boyfriend wambendiye na kwa nemo nini wewe nundu wingai wambendiye na kwa nemo nini nundu wingai niguo na kwangu wako kwenda nundu wingai ngoni ya kwani wako kwenda nundu wingai nyemutinda ngwitwa mwana waku nundu wamo tamukamba ngwitwa mwana waku ngai wamevango nikwende ngai wamevango nikwende nundu wingai wanitosha wewe. Yani mazili tokea vizuri sana. So tukienda kuimba hiyo song kitu moja nilipenda is because iko na Kiswahili na iko na Kikamba. Hiyo song it's kind of haiko fast sana na iko slow sana, so somehow ingeimbika kama ni kama worship, and again ni chakacha fulani mazi. Hiyo time ilikuwa a very very good song na tukapatiwa sound ilikuwa fiti sana. Yani ni song moja ni I wish tulifanya video yake. I wish hii song tulifanya tu video yake, at least tukwanga tunakumbuka hizo memories, because then tulikuwa wasi wandogo sana, tulikuwa tuna grow, tulikuwa tuna find our way in music mazi. Na mimi nilikuwa nafanya lolote, yani anything possible to make sure msee yote amecome through me, at least ameepukana na challenges zenye nilipitia kama za low quality, kukosa kupata ma interviews kwa radio stations, kukosa kupata ma shows. So after tumefanya hii song, tukaanza kwenda show na Sti, tukaanza kwenda radio stations kwa interviews mazi, tukaenda pia youth camps mazi. Nakumbuka tukienda Mosengo, Mosengo pia tukaenda Katutu, yani tulienda so many places na Sti by the way, na tukaenda machurches mob. Alafu sasa to ice the cake sasa, siku ya kuja kufanya Sioka show, the first Sioka show, tuliaf kwenda to so many churches kualika wasi, na one church enye tulienda ilikuwa ni Catholic. Mimi sikuwa naweza kwenda Catholic because sasa mimi nimelelewa in Anglican churches, but through this song and through Sti, kwanza na big up sana, akafanya tu mpango mazi, tukaenda Katho, na Katho hakukuwa kunafanya presentations za kama we ni msee mmoja, walikuwa wanafanya presentations za kwaya peke yake. So mazi tukapewa chance, tukaweza kuperform hii ngoma, though tulifanya kapela because hakukuwa na sound, but ilikuwa ingine poa sana. And because of sisi kuenda kwa that congregation, tukapata mayouth wengi sana wanatoka kwa Catholic wakakuja kwa show yetu ya Sioka show mazi. Na hiyo Sioka show ilikuwa so successful, tukapata wase 33 waliokoka on that day. Na ni kitu moja, yani nikikumbuka it humbles me a lot. Na sasa Sioka show vile ilikuja kuisha, Sioka show iliisha kwa sababu wakati COVID-19 ilikuja. Remember tulifanya hiyo Sioka show 2018 na 2019. 2020 hatungeweza kuendelea kufanya because of the COVID issues. That's why tulikuja tukastop the show. After tumestop the show, we've never done it again. Lakini tuna hope God atafungua that chance again, because mazi kutokana na hiyo Sioka show tulikuja tukapata msee mwingine alikuwa anaitwa DJ Shak ni alikuwa the main DJ wa Sioka show. Yani hiyo ni platform tulimpea, na aligrow sana kupitia kwa Sioka show because of mixing, yani kumix mangoma. Msee mwingine tulipata hapo alikuwa anaitwa MC Justas. Kulikuwa na msanii mwingine anaitwa Eriko Maze nakumbuka akifanya spoken word ingine kali sana, tukapelekana vibaya sana because maze, yani because of just that Sioka show tukapata mandancers wengi, tukapata kina Bedineko Musyoka maze na wakumbuka sana, tukapatana na kuna msanii mwingine alikuwa anaitwa Cecilia Masinga pia alikuwa kwa group yenye tulikuwa tunajaribu come up kama hiyo kikosi ya Sioka show mazi. Yani mimi nawakumbuka na wapenda tu nyinyi wote mahali mko, God wa bless, na ile talent God ameweka ndani yenu mazi. Kama mmekuwa mfanyi music, saizi tuko na studio inaitwa Sioka Records, of course
tuko na pia brand sioka. Kwa hivyo kama unataka brand, unataka kutusupport, unaweza nunua brand zetu. Na kama we ni msanii, maze awase wote tulikuwa tuna struggle that time. Saizi tuko na studio. So mimi nawaalika studio, kujeni studio, acha tufanye music, kujeni tufanyie God ile music alikuwa ametupatia, kujeni tukamilishe whatever God started in us. Guys, I'm humbly na wa request tu, kama mnaweza pata time yenu, kujeni studio. Kina Josiah maze, Josiah unajua tulifanya song nyingine ilikuwa fiti sana, pia tukufanya video because tulifanya hiyo song immediately kuifanya COVID ikaingia, tukakuwa hatuwezi fanya video maze. Hizo ni vitu zingine mi wana feel deep in my heart like ni vitu tungezifanya ziishe, but unajua pia mipango ya Mungu ni mingi. But saizi tuko na that opportunity maze. Kama mnaweza, mi nawakaribisha sana Sioka Records, kujeni tufanye kazi, kujeni tufanyie God kazi. Na hivyo ndivyo tulimit na Koi maze. So mi nawabless tu sana maze, place mko, mbarikiwe sana, mlinijenga nikijaribu kujijenga pia. So God our bless na God our bless tu sana. Wanitosha wewe, yelelelelile wanitosha, wale wengine wote ni chocha. Wanitosha wewe, yelelelelile wanitosha, wale wengine wote ni tocha. Kama ni safari nyingine nimesafiri, nikapanda gari pia hata na feri, nikikitafuta chochote kile kingeweza nitosha, nimekitafuta popote imejini kote na hoja, nikikitafuta chochote kile kingeweza nitosha, nimekitafuta popote imejini kote na hoja, lakini mimi sikupata chochote ambacho chanitosha. Nimesumbuka hadi nilipomwona Yesu Mwokozi wangu. Kweli wewe wanitosha, wanitosha, wale wengine wote ni chocha. Wanitosha, kweli wewe wanitosha, wanitosha, wale wengine wote ni chocha. Mimi nina hakika mbele na nyuma wanikinga, kwako nilipofika ninapendeza hadi ninaringana, nimesaka juu chini pande na pande nikamkosa, hata binadamu wengi wote wakaniruka. Sina budi kusifu na kusema wanitosha, unaweza jana na leo hata niweguka. So that's the reason na mwabudu Mungu anayedumu. Yelelile wanitosha, kweli wewe wanitosha, yelelile wanitosha, wale wengine wote ni chocha. Wanitosha, kweli wewe wanitosha, yelelile wanitosha, wale wengine wote ni chocha. Wendo wakuokelete wa mama ngao friendly, wendo wakuokelete wa tata na boyfriend, na kwa nemo nini mnondo wengai, wambendiye na kwa nemo nini mnondo wengai, Nikona kwangu wa kukwenda mnondo wengai, goli ya kwani wa kukwenda mnondo wengai, nyamutindangu twa mwana waku mnondo wa mmo, tamukambangu twa mwana waku ngai wamevango. Nikwende nikwendewe, nikwende nikwendewe, nikwende nikwendewe, nikwende nikwende ngai wamevango. Nikwende nikwendewe, nikwende nikwendewe, nikwende nikwendewe, nikwende nikwende nonduwe ngai wanitosha, kweli wewe wanitosha, yelelelile wanitosha, wale wengine wote ni chocha. Wanitosha, kweli wewe wanitosha, yelelelile wanitosha, wale wengine wote ni chocha.
my city ritoe. Ndo maana mimi nasema forever, 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 Messiah, you are so good. You are one and only. Mungu wangu nakupenda. Nijaze wema wako niwape, nijaze kima yako niwape. Mimi nasema ni Yesu, wewe wasema ni nani? Mimi nasema ni Yesu, wewe wasema ni nani? Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, hata uzushe. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, hata uzushe. Wanitosha, wewe kweli wewe wanitosha. Yelelelele, wanitosha, wewe